Kristo, tumekuwa Wakristo kamili. Wajibu wetu ni kufanya kazi katika kanisa. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tumefikia ngazi mpaka ya parokia, jimboni bado watafanya na maadhimisho ya mwezi ile ngazi ya mashauri wa tarehe 29. Kumbe kwenye jumuiya, kwenye kanda, vigango, parokia tayari, vyama vya kitume maadhimisho tayari. Uongozi ni nini? Uongozi ni kazi au kipawa au wajibu au uwezo unaopewa muumini ili kuongoza wengine kufikia malengo yanayotarajiwa. Uongozi ni kazi, uongozi ni kipawa, uongozi ni wajibu au uwezo anaopewa muumini ili kuongoza wengine kuyafikia malengo yanayotarajiwa. Sasa nini ni walei? Waamini walei. Walei ni nani? Ni waamini wasio na daraja takatifu la upadre na wasio watawa. Na hili ni kundi kubwa sana ndani ya kanisa. Ni kundi kubwa. Tunathamini na kujali kabisa na nafasi hiyo. Baada ya kusema uongozi ni kazi, sasa tuangalie kiongozi ni nani. Kama uongozi ni kazi, kiongozi ni nani? Kiongozi ni mtu aliyechaguliwa au kuteuliwa kati ya watu kwa ajili ya watu ili kuwahudumia na kuwawezesha kufikia lengo lililokusudiwa. Uongozi ni kazi, lakini kiongozi ni mtu aliyechaguliwa au aliyeteuliwa kati ya watu kwa ajili ya watu ili kuwahudumia na kuwaongoza kufikia kwenye lengo lililokusudiwa. Swala la uongozi ni nyeti na ina umuhimu mkubwa sana. Hata hivyo, bahati mbaya sana tunashuhudia wengi wakiongoza kwa mabavu na kugeuka maadui wa wale waliowachagua. Wengine wanajiuzuru kutokana na changamoto wanazokabiliana nazo na kadhalika. Lakini kumbe kiongozi lazima awe na busara kwa ajili kuwajali anaowatumikia na kujitahidi kuwaelekeza katika ukweli na upendo, mpango unayoongoza kufikia malengo yao. Kiongozi pia awe mtu wa kudumisha haki, amani na mshikamano wa upendo katika kuwaongoza wengine. Utambue kwamba Mungu ndiye chanzo cha hekima na uwezo wote wa kuongoza. Mfalme Sulemani katika kitabu kile cha kwanza cha Wafalme sura ya 3 aya 7 mpaka 9, alipochaguliwa tu alikuwa kijana bichi kabisa, ni umri mdogo. Mungu alimwambia, chagua kitu chochote ambacho ungependa nikupatie katika uongozi na utawala wako. Akachagua hekima, aweze kuwa na uono mzuri wa busara wa kuongoza watu waliochaguliwa. Kiongozi utambue kwamba wewe ni mhudumu unayetoa huduma kwa watu kwa niaba ya Mungu. Utambuzi huo utakuwezesha kiongozi kuwa na hofu na Mungu na kutoendekeza makosa, kuwanyanyasa, kuwakandamiza na kuwanyonya wanaoongozwa. Wewe uko pale kwa neema ya Mwenyezi Mungu na umechaguliwa ili uweze kuwakilisha Mungu. Kumbe lazima uwe na hofu ya Mungu, usiwadharau wale unaowaongoza. Katika maandiko matakatifu, Agano la Kale, Mungu ndiye aliyechagua viongozi. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya 10, tunaona kwamba Musa anachaguliwa na Mungu kupitia malaika ili akawaongoza Waisraeli kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi.
maneno ya kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya 10. Haya basi, ninakutuma kwa Farao kuwatoa hao wana wa Israeli katika Misri. Mwisho wa Kutoka 3 aya ya 10. Wakati fulani Musa alionyesha wasiwasi kwa kazi kwenda iwe, Mungu akanamtia matumaini. Bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya ya 12. Kumbe kiongozi, wewe ni mjumbe wa Mungu. Unapopata changamoto, kimbilie Mungu. Usikimbilie kujiuzuru, kimbilie Mungu. Mwambie Yesu, hapa kuna mambo yamenipata. Katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 16 aya ya 11 mpaka 13, Daudi alichaguliwa na Mungu kwa kiongozi kupitia Samueli na